akamaliza. Akakunywa insure akamaliza, akaniambia nataka nyingine. Nikashangaa hapana. Nikakaa na yeye, mwenzangu akaenda akaniambia nataka kuongea na dadangu. Dadaka mwenye anajua ni Priska na Dennis. Akaniambia Penina. So I was like okay. Nikapikia Dennis, Dennis akanipa namba ya Penina. Nikakall Penina, uko wapi? Choni anakuhitaji, ameniambia nisitoke mpaka uingie. Na tumekaa hapo na Choni tunapika story. Nimetengeneza hata kitanda amekaa. Tunapika story kabisa, ni kama mzima. Nilikuwa nafikiria hata anaweza kuwa discharge hiyo siku. Dadake kidogo napikia dadaka, namuuliza uko wapi? Ananiambia niko hapa chini nakuja juu. Vile John aliona dada yake, hata ile maneno alikuwa anataka kumwambia sijui kama alimwambia. Ni kama alikuwa anataka tu ampe kwa heri. Hata mimi nilirudi kwa John sasa nimwambie kwa heri, yani vile tulikuwa tunacheka, hakusema. Hata John hakutuachia neno kama jirani vile unaambia majirani kaa hivi hivi. Tulikuwa tunapika tu story. Bible study ilikuaje last Saturday, last Friday. Mlifanya Saturday prayer na mwambie John si leo ni Saturday. So nikaangalia John kutoka hapo, nikacall pastor nikamwambia inafaa ukuje uone John leo. Pastor Kisule alikasana na members wakakuja. Walienda kumuona, walimuombea. John amekufa, ameenda kwa Mungu. Alikuwa amejua Mungu. Hakuongea na mtu yote neno la muhimu ama nini anapoenda, lakini John mahali ameenda, John ameenda mahali pazuri. Na John vile niliingia nikamaliza kumlisha aliniambia Suzi, sijui nikuambiaje, mahali umenitoa. Hata sijui ni Mungu alinikutanisha na wewe. Umenisaidia, sijui nitakupa nini, lakini ni baraka na kuachia. Nikamwambia, kwani unaenda wapi? Unaniachia unaenda wapi? Akacheka tu na akasmile. Hakuongeza neno lingine. Nikarudi nyumbani sikuwa na nguvu. Na huyu dadangu naye alikuwa amefiliwa nyumbani. Nilishinda nikisema, "Huyu John ameniambia nini?" Na waza tu. Tukiwa kwa nyumba dadaka anakuja saa 4 ya usiku. Namwambia anaendelea. Anasema yuko tu lakini tunaona kama hakuna change. Hata pastor wametoka huko. 30 minutes tunapikiwa simu kutoka hospitali. Wanataka mtu wake. Nguvu iliisha, nikasema ukiona hospitali wanakuita unaenda. Kuna mambo. Tulitoka na dadake na bwanake, kwenda hata mimi nilichanganyikiwa, nilitoka kwa nyumba bila ID, hawakuniingisha. Wakasema ameweka kwa ICU. Mimi nikakaa pale chini, dadaka akangojea akaniambia Suzi, hapa kwa ICU ni kama tutakaa, wacha niambie bwanangu akupeleke nyumbani. Tulikaa, bwanaka alikuja akanipeleka nyumbani. Niliona nguvu inaisha. Na nikaona na yeye nitamwachaje huko juu peke yake mpaka awe na mtu. Kulikuwa na mama Esther. Tulienda kumchukua tukaenda wote. Mimi nilienda kwa nyumba nikachukua jacket, turudi huko tusaidiane because alikuwa jirani mzuri. Kufika kule, ile picha nilifika hapo vile tuliingia walikuwa wamefunga hospitali, ile picha tuingilie kwa emergency.